Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 6 na wa 7. Tutasoma hapa Luka. Kumbuka nakwambia mambo manne ya kinabii. Kitabu cha Luka sura ya 2 ule mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema hivi: ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Hilo lilikuwa ni jambo la kinabii pia. Wewe nikwambie, si kwamba mbingu zilikuwa zijui ya kwamba nyumba za wageni zitajaa. Walikuwa wanajua mbinguni, kwa sababu Yesu hakuzaliwa kibahati mbaya. Ulikuwa ni mpango wa Mungu kuleta wokovu. Kwa hiyo nyumba za wageni kujaa na Yesu akakosa nafasi, ulikuwa ni mpango wa kinabii ambao unakuja kukueleza maana yake nini. Sasa Biblia inasema nyumba zilijaa. Sema nyumba zilijaa. Nyumba maana yake ni nini? Nyumba kitafsiri ya kinabii, nyumba ni mioyo ya watu. Unanielewa vizuri? Mungu anakufundisha. Nyumba ulikuwa ni zile nyumba za wageni. Ulikuwa ni unabii. Tulikuwa tunaonyeshwa ya kwamba zile nyumba ni mioyo ya watu. Kumbuka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 anazungumza ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mioyo yetu ndio nyumba. Sasa nini maana yake? Mioyo mingi Yesu anapozaliwa imejaa wageni. Kwa hiyo Yesu anapotaka kuingia kwenye mioyo anakuta wageni wanaokupai. Anapotaka kuzaliwa kwenye moyo wako anakuta tayari umeweka wageni. Kwa hiyo anakosa nafasi. Wewe ukasema sasa, mbona mimi sina wageni? Sasa anapotaka kuingia kwenye moyo wako anakuta mgeni wa kwanza anaitwa kimada, amekaa kwenye moyo. Kwa hiyo unafikiri kimada anakaa tumboni, anakaa kwenye moyo. Sema amina kama unanielewa. Alikosa nafasi kwenye nyumba, maana ilikuwa ni ishara ya kwamba atakapokuja wengi hawatapata nafasi ya kumweka. Kwa nini? Mioyo yao itakuwa imejaa. Wengine mioyo imejaa tamaa za dunia. Kwa hiyo Yesu anapokuja anakosa mahali pa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Injili ya Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 11 na wa 12. Hii ibada ina watu wengi sana mno kuliko walioko hapa, maana sauti zinafika mbali. Kwa hiyo tuna watu wengi sana. Tunaomba pia walete sadaka tukifika muda wa sadaka. Sinikweli kesho na walete sadaka. Huwezi kusikiliza mahubiri ya mazuri bure. Kwa hiyo mlioko nyumbani hakikisha mnaleta sadaka. Tutawatumia namba ya lipa. Kama unaogopa kufika, tutakutumia namba ya mzee kiongozi, kwamba sadaka tuma kwa namba ya mzee kiongozi, italeta ndani elimushi. Injili ya Yohana sura ya kwanza ule mstari wa 11 na wa 12 anasema hivi: alikuja kwake, wala walio kwake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Sasa alikuja, lakini wale waliotakiwa kumpokea wakakataa. Kwa nini? Mioyo yao haikuwa na nafasi. Anazaliwa leo, lakini mioyo ya watu haina nafasi. Sikiliza, wana nafasi ya kuja ibada, lakini mioyo yao haina nafasi ya kumkaribisha Yesu. Mnanielewa? Kwenye ibada tutawaona, lakini mioyo yao haina nafasi. Unajuaje? Wakitoka ibada wanaendelea na mambo yao. Kama ni wale wa kitochi wanaendelea na kitochi. Kama ni wale, unajua kuna wengine wanasema kwamba yani Krismasi nipige bia zangu 3. Ule mpango wa ufutiki, anasema pote la pote pamoja na mahubiri haya pia 3 mtasipiga tu. Mwingine amepanga kutembelea mahali fulani, kumtembelea mtu ambaye sio mke wake, anasema potelea pote pamoja na mahubiri la nitakwenda tu, ile la nilio mwandalia